Karibu mdogo wangu, za nyumbani. Asante dada. Shikamoo. Marhaba. Wanaendeleaje huko? Namshukuru Mungu anaendelea vizuri. Masomo yanaendeleaje? Kusema ukweli dada, kwenye masomo namshukuru Mungu anaendelea vizuri. Mpaka sasa hivi imefika kipindi cha likizo. Ni kumshukuru Mungu. Nilienda nyumbani kule kwa mama, lakini nikaona hata kueleweki kumepoa. Ndio pale nilipokupigia simu nakwambia nije huku nitulie siku 2-3 mpaka shule zikifunguliwa, basi mimi nawezangu chuo. Sawa, umefanya vizuri, ila mdogo wangu uangalie huko, utulie, usifanye ujinga wako kama nyumbani. Kuna watoto wa watu, tena wengineo ni wanafunzi. Usije kunipaeka dada yako. Mwenzako huko naheshimika. Maana wewe mambo yako wewe tantalila nyingi, mara kushoto mara kulia, goli go. Bwana, mzigo wako utabeba utaenda nao nyumbani. Utampelekea mama yako nyumbani. Maisha mjini unajua, maisha magumu. Usiangalie tumbo langu mimi na mazingira, nyumba zenyewe hizi za kupanga ndugu yangu. Matokeo yake kuna wifi yako huku. Siwezi kugawa mara 2 chakula. Na hela yenyewe sasa hivi hamna kugawa mara 2. Sijui unielewa? Nimeenjoy sana bampenzi. Usiwaze ndugu yangu. Lakini unanifikishaga safari zangu kwa wakati. Usiwaze mama. Na usiwaze kuhusu kesho yako, kwa maana leo ni zawadi yako. Ila kesho ni siri na jana ni historia yako. Shukuru Mungu kwa kuiona leo hii. Hata usijali dadangu. Mimi sasa hivi mambo sina. Sasa hivi nimeingiza sana kwenye masomo. Ila hizi nyumba za huku mwangu zipo kwenye vichochoro, nimezunguka. Sime huku maarufu, wamenielekeza mpaka na dogo mmoja akanielekeza hapo nikafika hapa hivi. Kuna vichochoro huku. Ukija usiku huku unapata loda ambao. Sawa dada. Vipi? Shemeji huko? Shemeji yako kasafiri. Si unajua kazi zake za kusafiri na magari. Ameenda Kongo. Ina maana yani nitaondoka naye bado hajarudi, si ndio? Inategemea, anaweza akakukuta, ila mtu usitegemee ile sana. Kwa sababu gani? Safari za kule si unajua. Pengine sifike hata miezi 2, mingine miezi 2 au mwezi. Sawa bwana dada, mimi ndo nishafika hapo, wewe andaa msosi tule. Haya, karibu. Na sina cha kujutia, maana nikifikiria nabaki nalia. Naonekana chizi kwa watu, peku peku. Ifurahie leo yako, ila usisahau jana yako. Na usiwaze kuhusu kesho yako, kwa maana leo ni zawadi yako. Ila kesho ni siri na jana ni historia yako. Shukuru Mungu kwa kuiona leo hii. Na huu ndo ujumbe wangu, maana sina nilichobakiza. Maana naona vingi nimepoteza na sina. Blaza, vitu vyako umedondosha pale. Nashukuru sana. Naonekana Mcho kwanza mmoja. Peku bila vitu wala games have ni bad. Unafanya shughuli gani hapo? Hapana, mimi ni mtoto wa mtaani tu blaza. Upo hapa mtaani hapo siku zote? Mimi kazi yangu naokota makopo, napata 200-300, natulia mtaani kakaangu. Sasa nilikuwa natafuta kijana wa kazi pale nyumbani. Na hisi utanifaa, na hisi unaweza kazi, si ndio? Blaza, mimi nitashukuru sana blaza. Mimi na wiki ya 3 blaza, mimi nalala nje. Sina sehemu ya kulala. Ukinipa kazi, nitafanya blaza, nitafanya kazi. Blaza, mimi hata bure nitafanya ili nipate chochote kitu nile, nilale sehemu nzuri. Blaza, nitashukuru sana blaza kama ukinipa kazi. Usiseme kazi yoyote bwana, sema nikupe kazi. Nakuelewa sana kijana wangu, sawa? Twende nikakupe kazi. Ifurahie leo yako, ila usisahau jana yako. Na usiwaze kuhusu kesho yako,
kwa maana siwezi. Nimekuita hapa kwa lengo moja tu, na lengo ni kuelekeza ukweli, na naomba unisamehe sana kwa ambaye nitaenda kuelekeza, kwa sababu huenda anaweza kuwa anakukera au hatukukera pia. Wewe ni mwanamke mzuri sana. Wewe ni mwanamke ambaye kila ukipita mbele ya wanaume lazima wanaume watakutolea macho. Nimeshindwa kuvumilia kabisa. Wewe ni mzuri sana. Wewe ni mwanamke ambaye una kila sifa ya kuitwa mwanamke. Ukweli ni kwamba natamani wewe mwanamke wangu. Natamani mno, siwezi. Uwe ni mwanamke wa ndoto ya maisha yangu. Naomba unielewe kwa hilo nilikuelekeza. Nimeitikia wito wako na nimekusikiliza yote uliyosema, ila mimi sitaweza kukubalia kwa sababu mimi na mume wangu na na mtoto pia. Alafu sasa mume wangu mimi nampenda sana na sikuwahi kukaa kufikiria kuwa nitamchiti mume wangu. Nipo na wewe kwa mahusiano muda mrefu sana. Natamani nipajue unapoishi. Nataka upafahamu napoishi. Maisha yangu ni historia ndefu sana. Unamaanisha nini kusema hivyo? Usijali, ipo siku utanielewa tu namaanisha nini. Sawa, lakini sichelewe. Natamani hata nipajue kesho. Sawa, usijali, nitakupeleka. Vipi babako hajambo? Anaendelea vizuri. Sawa. Japokuwa kuna vitu vingi sana ananifanyia ambavyo sio sahihi kwangu, ila mimi bado nampenda mume wangu. Ila mimi cha kushauri, mtaau kuna wanawake wazuri na wenye sifa kama hizo ulizonifanyia. Mimi nakuomba utafute mwanamke mmoja wapo ambaye atakufai katika maisha yako. Kama nilivyosema hapo awali, wewe ni mwanamke mzuri sana ambao umenivutia sana mimi. Na sitojali chochote kile. Sitojali wewe ni mke wa mtu. Sitojali una familia. Mimi nipo tayari. Mfano huyo mtoto, mimi naweza nikamfanya kama mwanangu. Naweza nikamtuza, nitamjali, nitaifanya kama damu yangu. Naomba unielewe. Nimetokea kukupenda siwezi. Tafadhali, usininyime hiyo nafasi. Basi sawa. Nimekusikiliza. Kuna vitu ambavyo ulivyoniambia hapo mume wangu hana kabisa. Naamini nikiwa na wewe hivyo vitu nitavipata. Basi sasa mimi nimekubalia. Niseme tu nimefurahi sana kupata jibu kama hilo, kwa sababu ni nafasi kubwa sana ambayo umenipa. Ni nafasi ambayo mimi mwenyewe nilikuwa naona nafasi kidogo sana ambayo nilikuwa nayo na kupewa, lakini umeniheshimisha. Niseme tu kwamba nitakuwa mume bora kwako na asante. Sitokuangusha. Nakupenda siwezi. Nakupenda pia. Basi sawa Di, subiri niwahi nyumbani. Si unajua tena mume wangu nikivuruge sija katokea mengine. Karibu. Asante. Hapa ndo napoishi na unamuona hapa ndo ndugu yangu ana matatizo ya moyo. Pole sana. Nimefurahi kupaona. Muda umeenda, naomba niwahi nyumbani. Sawa, haina shida. Ndugu yangu Fatuma, kesho nataka nije uje kunibolonga bolonga, maana hizo tayari zishafunguka.
Sawa, njoo. Mimi muda wote niko nyumbani. Vipi shoga yangu, kile kikoba uliingia? Nimeingia. Ratiba zao zipoje? Mimi hata sielewi ndugu yangu. Hapa yenyewe nataka niache. Asa utaingiaje kwenye kikoba ambacho yani ukielewi na wewe? Basi tu ndugu yangu. Wewe naye unapenda kuboronga mambo damu kubwa. Ila kesho ni siri na jana ni historia. Ifurahie leo yako ila usisahau. Sasa hizo mambo Na leo ni zawadi yako, ila kesho ni siri na jana ni historia yako. Shukuru Mungu kwa kuiona. Huyo mwanaume jinsi ulivyomuona hapo ndio tabia yake ya kila siku, sio mchana, sio usiku, wala sio asubuhi. Yeye kurudi nyumbani tu kalewa, yuko hivyo hivyo. Hivi kweli haya maisha jamani? Pole upo kwenye mtihani mzito sana shoga yangu. Huyo mwanaume unavyomuona, yaani kifano ndo nitoke hapa nje niende ndani nikamshauri, kwanza nitakula makofi humo ndani. Mwanaume wangu mimi mwenzio hataki ushauri wowote. Yaani ukimshauri kwa kendo kama umemwambia yani zidisha, na hakuelewi hata kidogo. Shoga yangu, usikate tamaa. Wewe muombe Mungu tu, kila kitu kitakuwa sawa. Natamani iwe sawa, ila sijui hiyo sawa itakuja kuwa lini. Maana sasa inafikia tamati mwenyewe nachoka. Fatuma, mimi ni mtoto wa kike, nahitaji matunzo. Ukiangalia pia na mtoto, lakini hayo matunzo siyapati, wala mtoto wangu alelewi kama mahitaji yale yanatakiwa kulelewa na baba yake. Hivi Fatuma, nishauri nifanye nini mimi katika ndoa yangu? Naona matatizo tu yananiandama peke yangu. Mimi sina cha kukushauri shoga yangu. Huyu hapo ni mume wako, na ushanisha naye familia. Atakaa sawa tu. Sawa, acha tuone. Maana aibu naona mimi. Sawa shoga yangu, subiri mimi niwahi nyumbani. Si unajua muda wa kupika huu. Haya sawa mwana. Ifurahie leo yako ila usisahau jana yako, na usiwaze kuhusu kesho yako, kwa maana leo ni zawadi yako, ila kesho ni siri na jana ni historia yako. Shukuru Mungu kwa kuiona leo hii, na huu ndo ujumbe wa... Siawezi. Hiti dadi. Lakini naona kama umebadilika. Unajua siawezi yule wa kudamshi wa kipindi kile cha shule na sasa hivi naona ni vitu vile tofauti. Hamna, kawaida tu. Vipi? Na huko unaenda wapi? Mimi naenda hapo mbele. Sema nimeolewa mtaa huu. Umeolewa? Ndiyo. Upo kichwani mwangu, kutoka ni ngumu, hizi hisia zangu naomba. Sawa. Na hongera zako pia. Vipi nawe, mbona umekuja lini? I think 2 weeks. Nipo hapa hivi kwa dadangu, kwa sababu matokeo ya chuo bado hayajatoka. Kwa nasikilizia yakitoka nitarudi. Alafu tidadi, afadhali hata nimekutana na wewe. Naomba namba yako ya simu tutawasiliana. Alafu nina vitu vingi sana vya kuongea na wewe. Sawa, haina shida. Nipatie simu yako. Nikuhitaji ni wewe, itoshe kusema wewe ndo akili yangu, itoshe kusema wewe ndo chaguo langu, itoshe kusema. Poa basi. Haya poa. Nipigie sasa. Haya sawa. Sema wewe ndo chaguo langu. Changamoto ni nyingi sana nayopitia, Mungu ndo shahidi. Haihitaji ulele mama, inahitaji roho ya kike
ushahidi, basi usifanye vingi vya kuniumiza. Mpenzi, sitokutendea kama sitokwambia maneno haya. Kweli Mungu amekuumba sana, yaani haikawa ni mzuri. Nimetembea sana, nimehangaika na kwa, lakini sijaona mwanamke mzuri kama wewe. Sijui hata nisemeje, na nitakuwa mchoyo sana kwa zile kama sitokusikia pia. Hakika ni mtamu sana, unajua kunifurahisha. Hamna, mbona kawaida? Ni kweli kwako wewe unaweza kuwa ni kawaida, lakini sio kawaida kama unavyofikiria. Na sio kwamba huyawezi, unayaweza sana. Nashinda hata niseme nini jamani. Okay. Kwa kuwa umenifurahisha, basi na mimi nataka nikufurahishe. Ifurahie leo yako, ila usisahau jana yako, na usiwaze kuhusu kesho yako, kwa maana leo ni zawadi. Siwezi mpenzi wangu, naomba tukuketi kiasi kidogo cha pesa, na mimi nitakusaidia kwenye siku 3 ambazo utakuwa mbali na mimi. Asante sana mpenzi wangu. Nashukuru. Usijali, huo ni mwanzo tu. Basi sawa, subiri niwahi nyumbani, maana tunajua nyumbani ni kwa sawa. Sasa tunajua kuja. Maana yule mama. Sawa mpenzi wangu. Nakupenda sana. Badilisha jina, wananiita Fyatu maisha yangu. Maisha yangu. Hey, hey, hey. Ifurahie leo yako, ila usisahau jana yako, na usiwaze kuhusu kesho yako, kwa maana leo ni zawadi yako. Hivi mwanamke, hizi nguo unataka nani azifue? Kwa hizi nguo nataka mimi nifue. Mimi nataka niende kazini, sasa hizi nataka nivae nguo na ngashanga nguo zote chafu. Nataka nani azifue hizi nguo? Unanipigia nini? Hivi kazi ngapi umudani nafanya? Ushakunisaidia kazi moja wewe. Leo sijafua tu unanifokea. Unanifokea nini? Usinijibishe. Hizi nguo mimi nilikuwa wewe kwa ajili ya kufanya kazi gani? Nilikuwa wewe kwa ajili ya nini mimi umndani? Bwana nishachoka mimi. Alafu ninapoongea na wewe unatakiwa unijibu. Sawa? Ninapoongea na wewe unatakiwa unijibu, sio mimi naongea afu wewe unakuwa Ifurahie leo yako, ila usisahau jana yako, na usiwaze kuhusu kesho yako, kwa maana leo ni zawadi yako. Ila kesho ni siri na jana ni historia yako. Shukuru Mungu kwa kuiona leo hii.
na huu ndo ujumbe wangu, maana sina. Siwezi mke wangu, siwezi, 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 siwezi. Nabaki nalia, naonekana chizi kwa watu, peku bila vitu wala games havinibadilisha, jina wananiita viatu maisha yangu, maisha yangu. Hey, hey, hey. Ifurahie leo yako, ila usisahau jana yako, na usiwaze kuhusu kesho yako, kwa maana leo ni zawadi yako, ila kesho ni siri na jana ni historia yako. Shukuru Mungu kwa kuiona leo hii, na huu ndo ujumbe wangu, maana sina nilichobakiza, maana naona vingi nimepoteza, na sina cha kujutia, maana nikifikiria nabaki nalia, naonekana chizi kwa watu, peku bila vitu wala games havinibadilisha, jina wananiita viatu maisha yangu.